hailewi atafanya. Nigie simu hiyo. Oi. Usitaki kuongea mara mbili. Nigie simu hiyo. Usitaki nitumie kauli mbovu tofauti na hii. Oi. Mimi natumia kauli ya Yesu hapa ujue. Nigie simu hiyo. Utaratibu tu vizuri tu. Nige. Una kingine hapo? Hela una hapo? Hebu angalia vizuri kwenye kifua huko. Manake mnawekaga huko nyinyi. Una kweli? Jichenge. Wenda kumwaga ubongo ujue. Hailewi atafanya nini? Maisha na pesa, hana kazi. Dofini kanza usela. Ayo. Vipi mwenzetu? Mbona mkuku sana? Huko tokako salama? Dada, hata sio kwema. Mwanzo nimekutana na kibaka pale kati kanipora simu. Hivi mdogo wangu, ukikapa nyumbani utapungukiwa nini? Kila kukicha kiguna njia. Ninapambana usiku na mchana, jua langu, mvua yangu, kukupa mahitaji yote ya kimwili unayoyahitaji. Lakini pakikucha, sijui naenda kuzulula, naenda kwa rafiki yangu, naenda kwa nani? Leo unakuja dada nimekora simu. Nikusaidie nini? Ukikapa nyumbani utaishiwa nini? Ni dada mingine bwana. Yaani mdogo wako mimi nakuja na kupa taarifa nimeibiwa simu. Badala uniambie hata uniambie kitu kizuri, unipoze hata unishauri, unaanza tena kunifokea. Ndio nini sasa? Na bado. Yaani simu tu na mpaka nguo atakuvua. Muone wewe. Dunia bwana. Yaani bora hata sijui ningepewa nani nikaishi naye, lakini sio wewe. Hakika bora Mungu akupe tope kuliko kukupa topenye. Binti, mbona unalia sana? Umepatwa na nini? Wewe binti. Wewe binti. Na mbona unalia sana? Umepatwa na nini?
Samahani kaka, naomba unisaidie kumchukua binti tumpeleke hospital. Ana shida gani wewe? Sifahamu, maana mimi nimemkuta analia tu. Na inavyoonekana ameumia sana. Naomba unipishe. Kamila. Ayo, Dolphini mtafutaji haielewi. Yaani ni bora ulivyojileta mwenyewe. Hivyo kijana, ni kijana wa aina gani hapa mtaani? Maana kila kukicha, kila jua likizama likichwa, wewe ni mtu akuta matatizo tu. Sasa, na ukiendelea tena kuleta matatizo hapa mtaani kwangu, nitakuchukulia sheria mkononi. Nisikilize mjumbe, mimi sijafuata hayo. Poa, mjumbe mimi nimekuletea taarifa. Na taarifa nitakayokupa hapa mjumbe, sitaki ifike sehemu yoyote. Sitaki ifike kwa mwenyekiti, wala serikali za mitaa, wala polisi. Oya, mjumbe. Dadangu mimi anabakwa. Anapoa au sio? Sasa nisikilize vizuri mjumbe. Oa. Sheria naichukua mimi mwenyewe mkononi na nafanya ninavyotaka mimi. Chochote nitakachokifanya, mjumbe naomba ukikalie kimya hapa kiishia hapa. Hebu taratibu kwanza. Unajua, hii taarifa ya dada yako kubakwa ndio unaniambia saa hizi. Sasa iko hivi. Unajua, wewe kama umeamua kuja serikalini, sasa acha serikali ichukue mamlaka ya kufuatilia. Na wewe usiamue kuchukua sheria zako binafsi. Utajiponza. Oa mjumbe, mimi serikali naijua hii. Unaweza kutoa taarifa leo, jambo likafanyika kesho. Wa mjumbe mimi sitaki hiyo. Sasa mimi nalifanya mwenyewe. Sasa mjumbe, taarifa nimekupa, hiyo kaa nayo, na mimi ndo naenda kufanya ya mambo yote. Sasa nikushauri tu na nikusisitizie, ukifanya sheria mkononi, kitachokukuta unaweza kaenda. Mjumbe, si unaona poa? Mimi naondoka, afu taarifa umeipata. Ayo, Dolphini ni mtafutaji, haelewi atafanya nini. Maisha hana pesa, hana kazi. Dolphini kanza usela. Ayo, Dolphini mtafutaji, haelewi atafanya. Bafyai. Mambo poa vipi? Poa. Fresh. Naendeleaje? Moja kama maji tulivu, mwingine kama upepo wa dhoruba. Mama alisafiri na ndoto zake mikononi, akatuacha chini hapa ahadi. Baba alibaki na kivuli chake. Karibu. Naendeleaje? Sawa.
Kwanza nashukuru sana kwa msaada uliotutendea. Nashukuru mpaka alipo sasa hivi anaendelea vizuri. Lakini nisingetarajia tena kama utarudi hapa. Kiukweli nisizunguke sana, Crown. Hapa hatuhitaji marafiki kiufupi. Sidhani kama ungeendelea kurudi ama ungerudi tena. Ila kaka, usifanye hivyo. Sio vizuri. Unamfukuzaje mgeni akati kaja kuniona mimi? Wewe. Sitaki ongea chochote. Sawa. Jana tu umetoka kwenye matatizo wewe. Nataka kurudi tena kwenye matatizo. Neneka. Mimi sidhani Crown kama ningerudia tena ile jambo. Nafikiri utakuwa umenielewa vizuri. Mimi nimekuja kumwona mgonjwa na pia una haki ya kuongea chochote unachojisikia, kwa sababu hapa ni nyumbani kwenu.